guest choir Inuka Family Choir. Kwa hiyo tutaimba wimbo nambari 19 wote. Tukimaliza kuimba huo wimbo, when we'll be doing the third stanza, I'll be expecting the host choir Nkararo fungue ya ground utakuja mbele. After Nkararo choir tutakuwa na Don't Light. Tukimaliza Don't Light tutakuwa na Neema choir. Note that one down kwa sababu tukimaliza kuimba tutasimama tena kuanza kuimba tukiwangoja mje. So nimesema Nkararo mtakuwa wa kwanza kupresent. Kutakuwa na Don't Light, kutakuwa na Neema choir, kutakuwa na Mapema, kutakuwa na Gospel Bearers, Ereko, Tumaini, alafu baadaye the guest choir Inuka Family. In that order. Mkijua nyinyi ndio next, mnapeleka hapa standby, wimbo wenu umewekwa. Hatutaki kuanza kuimba tukiwangoja. Tukua tunapoteza muda. Na ikiwa choir imemaliza kupresent wale wa next hawajakuja au we'll cancel, tutaita hiyo next. So we'll be very strict kwa sababu tunataka tuwe in an orderly manner na tuwe decent. Kwa hiyo ningependa Pastor Jonathan pray that we can start the singing session. Pray. Tunaomba. Tunakushukuru Mwenyezi na tunaomba kwamba utuongoze. Tunajua kwamba nyimbo ni njia moja ya kukusifu. Tupe sauti nzuri ambazo tutatumia kukushukuru, na ni katika jina lako tumeomba takuamini. Amen. Stanza 3 itaimbwa na ladies wote wenye wako kwa congregation. Wanapiga kwa nguvu. Stanza 4 gents. Alafu wengine tutajoin the chorus. Basi msalabani pa Mwokozi nambari 19 nyimbo za Kristo. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, moyo wangu ulitakaswa, na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Chini ya mti msumbufu niliona utakatifu, alinikomboa kwa damu, na asifiwe, Na asifiwe kwa nguvu kabisa. na asifiwe, na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, na asifiwe. The next stanza will be sung by ladies. Kwa ajabu ninaokoka, Yesu anakaa moyoni. Ladies in the house sing. Kwa ajabu ninaokoka, Yesu anakaa moyoni. Wadada peke yao. Mtini wadada ni wengi. alifilia, na asifiwe. Sote in the chorus. Na asifiwe.
alinikomboa kwa damu, na asifiwe. The next stanza. Damu ya Yesu ya dhamani, uniokoa makosani. Gents, Damu ya Yesu ya dhamani. Tuwasikie Jonathan. Huniendesha wokovuni. Tuinue mikono yetu juu tuseme na asifiwe. Na asifiwe. Na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Oh, na asifiwe. Na asifiwe. Na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Haleluya, Amen. amina sana. Kwa sababu Nkararo Choir hawapo, tutakuwa na Downlight Singers. You are the next after Nkararo Church Choir. Nisione watu wanaitwa Nkararo Choir wakija mbele, niliwaita wakuja, watakuja tena nyuma kabisa. But after Downlight tutakuwa na Neema Choir, not that one down. Then Mapema, Gospel Bearers, Ereko, Tumaini, then Inuka Family. Ndio kama Nkararo watakuwa wamefika waje. Karibu sana the Downlight Singers. Mungu atubariki. Hamjambo tena. Ninaomba watu wa Nkararo tafadhali. Sijui kama mnachiona mahali tuko. Kila mtu wa Nkararo, na sinaomba hasimame mahali yako, kwenda hapo nyuma. Tuone wageni, tuwaweke viti wakae. Tafadhali tusirudie. Pewa wageni viti. Sasa tumeanza kusema kama mahali nyingine wanasemanga wenyeji waamuke. Tafadhali watu wa Nkararo, kaa na heshima. Wacha kuwaibisha, wanajua watatoka saa hii au wametoka saa hii. Wameachia wageni viti. Asante, karibu Downlight. Chini ya mti msumbufu niliomba utakatifu, alinikomboa kwa damu. Yesu na asifiwe, asifiwe na asifiwe. Chorus ya mwisho mna match kuja mbele wale wenye tuita next. Kichelewa, the next inaitwa
So, Downlights wakitoka, Neema tafadhali muwe mbele nyuma yao wakiwa wanamaliza hivi. Hata ile kitu mnatumia kama simu, flash, mulete hapa mbele kwa haraka sana mapema. Basi tunawaambiaje hawa? Amen. Matamanio yangu nifike katika mji huo ninao utamani sana, Yerusalemu, jina lake jina lenye mji anapoishi Mwenyezi Mungu. Mji umepambwa hakika na malaika, watakaoingia pale ni watakatifu. Utakaporudi kunichukua Bwana wangu, nitasahau ya dunia hii. Matamanio yangu nifike katika mji huo ninao utamani sana, Yerusalemu, jina lake jina lenye mji anapoishi Mwenyezi Mungu. Mji umepambwa hakika na malaika, watakaoingia pale ni watakatifu. Utakaporudi kunichukua Bwana wangu, nitasahau ya dunia hii. Wewe tegemeo langu katika vita, hapo ushindi unapatikana, na tena sitapoteza tumaini langu. Ukiwa nami nitashinda vita. Bwana wangu umenipa ujasiri, nafasanga mbele ingawa mwovu shetani aniwinda. Nina imani nitafika kwetu. Wewe tegemeo langu katika vita, hapo ushindi unapatikana, na tena sitapoteza tumaini langu. Ukiwa nami nitashinda vita. Bwana wangu umenipa ujasiri, nafasanga mbele ingawa mwovu shetani aniwinda. Nina imani nitafika kwetu. Aliahidi atarudi kutuchukua aliko yeye, maana kaenda kutuandalia makao mbinguni. Amwaminie ndiye atakayeurithi uzima milele. Kaza mwendo ndugu, uwepo katika kundi la washindi. Aliahidi atarudi kutuchukua aliko yeye, maana kaenda kutuandalia makao mbinguni. Amwaminie ndiye atakayeurithi uzima milele. Kaza mwendo ndugu, uwepo katika kundi la washindi. Wewe tegemeo langu katika vita, hapo ushindi unapatikana, na tena sitapoteza tumaini langu. Ukiwa nami nitashinda vita. Bwana wangu umenipa ujasiri, nafasanga mbele ingawa mwovu shetani aniwinda. Nina imani nitafika kwetu. Wewe tegemeo langu katika vita, hapo ushindi unapatikana, na tena sitapoteza tumaini langu. Ukiwa nami nitashinda vita. Bwana wangu umenipa ujasiri, nafasanga mbele ingawa mwovu shetani aniwinda. Nina imani nitafika kwetu.
katika vita, kwa ushindi unapatikana. Na tena sitapoteza tumaini langu, ukiwa nami nitashinda vita. Bwana wangu umenipa ujasiri wa kusonga mbele, ingawa mwovu shetani aniwinda. Nina imani nitafika kwetu. Wewe tegemeo langu katika vita, kwa ushindi unapatikana. Na tena sitapoteza tumaini langu, ukiwa nami nitashinda vita. Bwana wangu umenipa ujasiri wa kusonga mbele, ingawa mwovu shetani aniwinda. Nina imani nitafika kwetu. Wewe tegemeo langu katika vita, kwa ushindi unapatikana. Na tena sitapoteza tumaini langu, ukiwa nami nitashinda vita. Bwana wangu umenipa ujasiri wa kusonga mbele, ingawa mwovu shetani aniwinda. Nina imani nitafika kwetu. Haleluya. Amen. Wale watu wa kule chini, na tungependa tuwaambie kwamba tuache wivu mpaka kwa Bwana. Tuache wivu. Hatufai kuwauliza Mungu ametukuza, ni wageni. Basi kwaya ikimaliza kuimba, maana sio sisi inatukuza, inamtukuza Mungu. Tunasemaje? Wale wenye wana mikono wananyanyua mikono yao juu, wanapiga kelele za shangwe wakisema haleluya, amina. Amen. Amen. Hiyo ndio tabia inahitajika kabisa. Neema, thank you so much. Mapema wao watafanya mapema hivyo basi. Neema wakitoka mapema mapema. wanafuata kutoka nyuma mapema sana. Kuna njia mbili zimewekwa mbele yako. Njia iliyo pana, nyingine ni nyembamba. Njia inaenda potevuni, nyembamba yaenda uzima milele. Kuna njia mbili zimewekwa mbele yako. Njia iliyo pana, nyingine ni nyembamba. Jivike moyo wa rehema na utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Jivike moyo wa rehema na utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Jivikeni moyo wa rehema na utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Jivikeni moyo wa rehema na utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu.
kupokelewa. Afurahi kupaka mwenye dhambi, bali haangai kwa maovu yake. Amrudie Bwana, atasamehewa na kupokelewa. Tumikeni moyo wa rehema na utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Tumikeni moyo wa rehema na utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Amen. Amina Sara. Asante sana wana Neema kwa wimbo mzuri. Tujivike utu wema na neema. Kweli kweli. Sasa tunaingia kwa mapema kwaya. Na wamekuja mapema sana. Mapema. Walikuja mapema. Haya basi. Mapema watupe wimbo. Alafu tutakuwa na gospel bearers. Alafu gospel bearers tutafuata. Reko. Kumbe Reko wako hapa? Reko. Okay, Reko mtafuata baada ya gospel bearers. Wanareko wanechembaba, Isayani wanareko yetiga, ngiruke gocha igoro, mochumuya, makwelita kobao, enda mwamu, nemakote kobao, abagengi, wasitiwe gosoa, mochumuya, enkaya bachenu. Wanareko wanechembaba, Isayani wanareko yetiga, ngiruke gocha igoro, mochumuya, makwelita kobao, enda mwamu, nemakote kobao, abagengi, wasitiwe gosoa, mochumuya, enkaya bachenu. Yohana, kararo mochumuya, Yerusalemu, omochewa bachenu. Chitwani, chokwegena ntosoe, hallelujah, chomo bakomonene. Yohana, kararo mochumuya, Yerusalemu, omochewa bachenu. Chitwani, chokwegena ntosoe, hallelujah, chomo bakomonene. Tomosemberia namasani kwarende bisabu bikoera barute menyeri sekenyoro bananigo banchene abataka nigo bako basasima kore nabyo norokwe omogami bikoera basekwana gotamwa wanyabantu tomosemberia namasani kwarende bisabu bikoera barute menyeri sekenyoro bananigo banchene abataka nigo bako basasima kore nabyo norokwe omogami bikoera basekwana gotamwa. Yohana, kararo mochumuya, Yerusalemu, omochewa bachenu. Chitwani, chokwegena ntosoe, hallelujah, chomo bakomonene. Yohana, kararo mochumuya, Yerusalemu, omochewa bachenu. Chitwani, chokwegena ntosoe, hallelujah, chomo bakomonene.
chitwani chokwegena ntosoe haleluya tomo bakomonene Yohana kararo mochomuya Yerusalemu obachewa bachenu chitwani chokwegena ntosoe haleluya tomo bakomonene Haleluya. chitwani chiokwegena ntosoe nje nuonkale nje netwani Kigima. mbuya mono sana. Thank you so much. Wana mapema Choir. Sasa mbele yetu ni gospel bearers. Nadhani wanatoka kanisa la Ereko kule juu. Kweli. Alafu wa mama zao watakuja baada ya hawa. Na wao pia watubariki. Na wao pia waweze kutubariki. Alafu akina nani basi Ereko wakitoka? Ereko wakitoka. Ili tuweze kupata wakitoka tunapata Tumaini Choir. Baada ya Tumaini tutapata Inuka Family. Sasa ni sisi. Thank you gospel bearers. Atatenda kwa wakati wake, Bwana ni mwaminifu hakika. Japo tuone amechelewa, atayaweka mambo sawa. Kuwe na subira mwenzangu, magumu tayarahisisha. Ndugu, imani iwe timilifu, makuu utayaona. Atatenda kwa wakati wake, Bwana ni mwaminifu hakika. Japo tuone amechelewa, atayaweka mambo sawa. Uwe na subira mwenzangu, magumu tayarahisisha. Ndugu, imani iwe timilifu, makuu utayaona. Ni yapi yamekusumbua sana? Ukashuku muda wa Mwokozi. Subiri tu kidogo, si kitambo, mambo yatakuwa shwari. Akija mara tu, mambo yatabadilika. Yapi yamekusumbua sana? Ukashuku muda wa Mwokozi. Subiri tu kidogo, si kitambo, mambo yatakuwa shwari. Akija mara tu, mambo yatabadilika. Mkewe Ayubu alingoja Bwana atende kwa mumewe. Alisubiri hadi akakata tamaa, lakini muda ulipofika alitenda kwa wakati wake. Ayubu akasifu shani zake. Nasi leo tuzidi kungoja, Bwana atatenda kwa wakati wake. Subiri wewe, usichoke kungoja. Muda wake utakapofika, atatenda kwako kama Ayubu. Subiri wewe, atatenda. Yapi yamekusumbua sana? Ukashuku muda wa Mwokozi. Subiri tu kidogo, si kitambo,
mambo yatakuwa shwari. Akija mara tu mambo yatabadilika. Ni yapi yamekusumbua sana? Ukashuku muda wa Mwokozi. Subiri tu kidogo, si kitambo, mambo yatakuwa shwari. Akija mara tu mambo yatabadilika. Ni yapi yamekusumbua sana? Ukashuku muda wa Mwokozi. Subiri tu kidogo, si kitambo, mambo yatakuwa shwari. Akija mara tu mambo yatabadilika. Ni yapi yamekusumbua sana? Ukashuku muda wa Mwokozi. Subiri tu kidogo, si kitambo, mambo yatakuwa shwari. Akija mara tu mambo yatabadilika. Ni yapi yamekusumbua sana? Ukashuku muda wa Mwokozi. Subiri tu kidogo, si kitambo, mambo yatakuwa shwari. Akija mara tu mambo yatabadilika. Ni yapi yamekusumbua sana? Ukashuku muda wa Mwokozi. Subiri tu kidogo, si kitambo, mambo yatakuwa shwari. Akija mara tu mambo yatabadilika. Akija mambo yatabadilika. Amen. Watu wengine Amen. wana wivu. Mbinguni mtateseka sana. Ni kama upendi nyimbo mbinguni, hata usikuje huko. Ninyi muimbe etejo Yesu. Oh. Yo, please. That is the song you're gonna do now. Thank you. So baada ya Ereko Church Choir tutapata Tumaini Choir, kisha baadaye Watupe tumaini. Watupe Tumaini, Kisha tupa tumaini, basi ndio wanainuka waje. ndipo wanainuka wafuate Tumaini. Wimbo ukikugusa hapo uliposimama, msifu Mungu. Mtu mwingine mwenye akili yake haina afya anakushangaa. Etejo Yesu njere arete babala alonga gashugunye. Balotwarigintai enkana sasidai. Natesheta babalai. Etejo Yesu njere arete babala alonga gashugunye. Balotwarigintai enkana sasidai. Natesheta babalai. Wau iola lashe. Wau sienkanashe. Wau siye baba. Etu eshunyengata. Wau iola lashe. Wau sienkanashe. Wau siye baba. Etu eshunyengata. Hatuna muda. Njoo kwa Yesu, hatuna muda. Hakuna muda. Edaluka gashugunye balotwarigintai. Begi watoniki hata enchibai. Dalashe wenga na shemeti inyomaride. Enchibai ndarasi ondarasi. Edaluka gashugunye balotwarigintai. Begi watoniki hata enchibai. Dalashe wenga na shemeti inyomaride.
enjiwa indarasi ondarasi Wau iolalashe Wau sienganashe Wau siemaba Eto eshunyengata 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 Wau iolalashe Hiyo chorus ni fupi, shika imba na wao. Wau siemaba Eto eshunyengata. Hallelujah. Amen. Amen. Mena sana. Thank you Ereko Church Choir kwa wimbo mzuri kwamba hatuna muda. Tumaini na nyinyi mko na wimbo wa Kimasai. Tumaini Mko na wa Kimasai pia. Tuweke hiyo. Nataka ya Kimasai. maishani mwetu, imani tumaini na upendo, lakini lililo kuu ni upendo uliomfanya Mungu kamtoa mwanawe. Basi kumesalia matatu, mambo muhimu maishani mwetu, imani tumaini na upendo, lakini lililo kuu ni upendo uliomfanya Mungu kamtoa mwanawe. Upendo unavumilia, hauweza yale mabaya, haujivuni wala kuchukia, tupendane sisi kwa sisi kama Bwana alitupenda nasi tupendane. Upendo unavumilia, hauweza yale mabaya, haujivuni wala kuchukia, tupendane sisi kwa sisi kama Bwana alitupenda nasi tupendane. Inawezekanaje kusema unampenda Mungu Muumba, kumbe ndani ya moyo umejawa kiburi, majivuno, fitina? Tudumishe upendo, tuangamize unafiki. Inawezekanaje kusema unampenda Mungu Muumba, kumbe ndani ya moyo umejawa kiburi, majivuno, fitina? Tudumishe
kuchukia, tupendane sisi kwa sisi kama Bwana alitupenda nasi tupendane. Upendo unavumilia, hauhesabu yale mabaya, haujivuni wala kuchukia, tupendane sisi kwa sisi kama Bwana alitupenda nasi tupendane. Upendo unavumilia, hauhesabu yale mabaya, haujivuni wala kuchukia, tupendane sisi kwa sisi kama Bwana alitupenda nasi tupendane. Upendo unavumilia, hauhesabu yale mabaya, haujivuni wala kuchukia, tupendane sisi kwa sisi kama Bwana alitupenda nasi tupendane. Wenye sema amina kwa Mungu hawataki kuwa na upendo. Inuka tena sisitiza kwa mambo hayo ya upendo basi. Wakiendelea kuweka huo wimbo. Sasa inuka maliza kuwa na Ngararo Church Choir, inuka wakimaliza. Utapata wamefika hapa. Wakiendelea kuweka wimbo hapo ni ruhusu, kwa sababu tuko na washiriki wengine ambao wanaendelea kufuatilia mtandaoni. Tuko na Brenda nasema watching live from the Kingdom of Saudi Arabia. Be blessed all. Asante sana from Saudi Arabia. Brenda, ubarikiwe sana. Angelica Nyomenda watching. Wow, it's so amazing. Anasema hapa kuna furahisha sana, ni baraka kubwa hapa kutoka Gulf continent. Na yeye ako Qatar, karibu sana. Mungu awabariki na wengine wengi. Pastor Naliki amesema ako makambi mengine lakini ako hapa. Naendelea kufuatilia hapa kutoka Ritembo na wengine wengi. Nelim, thank you so much. Edna Andrew, thank you. Brenda, Boniface Moranga, Nelim na wengine wengi. Mungu awabariki sana. Basi tuwekee wimbo kwa sababu watu wanapenda kuwa wanafiki sana. Tusisitize mambo ya upendo. Mungu wetu ni upendo, na alituagiza tuwapende hawa wenzetu tulio nao, kwani hatuwezi mpenda yeye tusiyemwona, hawa wenzetu tuwaonao. Ondoa chuki iliyojaa mioyoni mwetu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia.
matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya haya nalo ni upendo. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya haya nalo ni upendo. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Amen. Karibu sana Kararo Church Choir. the host choir. Karibu. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Niimbe pendo lake, pendo la Yesu Bwana, sababu kwa Baba akafa. Basi tuwape nafasi wamtukuze Bwana. Asamakya bayere abuchere Mogoka iwa saga ya kaya senseye Mungina iwa asana ine mweite Kirabe torale tosemero ona watata Asamakya bayere abuchere Mogoka iwa saga ya kaya senseye Mungina iwa asana ine mweite Kirabe torale tosemero ona watata Ebora nembe bono kanza ngoitere Borona nembe chinstresi ngoitajire Korende Yesu orire irabacheru Batangane bosyo bogui na tonyore
orende Yesu orire irabachero batangane bose bobuyi natonyore ebora nembe bono kanza ngoitere orana nembe chistress ngoitachire orende Yesu orire irabachero batangane bose bobuyi natonyore orende Yesu orire irabachero batangane bose bobuyi natonyore Omusumbayo rwitugeni makarwara akabo kwayage mutuka onsinorogyo mukaya kamutendera murambo monene erindere akutana kobane birukunyo Omusumbayo rwitugeni makarwara akabo kwayage mutuka onsinorogyo mukaya kamutendera murambo monene erindere akutana kobane birukunyo Mongina kira yuwara gatobonyo Wakwanire buna omukungu moriri Tobe abegenwa buna ayubu Omoeryo na tobuwe mechando Tobe abegenwa buna ayubu Omoeryo na tobuwe mechando Mongina kira yuwara gatobonyo Wakwanire buna omukungu moriri Tobe abegenwa buna ayubu Omoeryo na tobuwe mechando Tobe abegenwa buna Guest choir, guest choir. Omoeryo na tobuwe mechando Inuka family. Mongina kira yuwara gatobonyo Wakwanire buna omukungu moriri Tobe abegenwa buna ayubu Omoeryo na tobuwe mechando Tobe abegenwa buna ayubu Omoeryo na tobuwe mechando Mongina kira yuwara gatobonyo Wakwanire buna omukungu moriri Tobe abegenwa buna ayubu Omoeryo na tobuwe mechando Tobe abegenwa buna ayubu Omoeryo na tobuwe mechando Mongina kira yuwara gatobonyo Wakwanire buna omukungu moriri Tobe abegenwa buna ayubu Omoeryo na tobuwe mechando Tobe abegenwa buna ayubu Omoeryo na tobuwe mechando Amen. Simpenda yeye tusiwe bado hawaweze tutuona ondoa chuki iliyojaa mioyoni mwetu upendo umetoweka kabisa watu wanajipenda wenyewe chuki imejaa moyoni hatuna utumwa wenzetu tudumishe upendo wa Mungu upendo umetoweka kabisa watu wanajipenda wenyewe chuki imejaa moyoni hatuna utumwa wenzetu tudumishe upendo wa Mungu tupendane tuonyeshe upendo usio
Nimechagua mimi kumtumikia Bwana Mungu maishani siku zote, japo najua gharama kubwa ndama, faraja yake pekee yanitosha. Nimechagua mimi kumtumikia Bwana Mungu maishani siku zote, japo najua gharama kubwa ndama, faraja yake yanitosha. Hata nitikiswe, hata niumbishwe, yanitosha. Mungu yunami, nitishwe nini mamoshi. Hata nitikiswe, hata niumbishwe, hilo jina Emmanuel lanitosha. Mungu yunami, nitishwe nini mambo ya muda ya moshi. Nimetangaza vita na shetani, anajua muda wake ni mfupi, hivyo awataka wengi wa kuangamizwa nao. hataki neno liwafikie wote. Tunaweza kuvunja mioyo katika huduma hii, lakini tusikate tamaa. Akija atatulipa, hata nitikiswe, hata niumbishwe, hilo jina Emmanuel lanitosha. Mungu yunami, nitishwe nini mambo ya muda yapita kama moshi. Hata nitikiswe, hata niumbishwe, hilo jina Emmanuel lanitosha. Mungu yunami, nitishwe nini mambo ya muda yapita kama moshi. Hata nitikiswe, hata niumbishwe, hilo jina Emmanuel lanitosha. Mungu yunami, nitishwe nini mambo ya muda yapita kama moshi. Hata nitikiswe, hata niumbishwe, hilo jina Emmanuel lanitosha. Mungu yunami, nitishwe nini mambo ya muda yapita kama moshi. Basi tutaweza kusitisha hapo kipindi cha nyimbo. Tutaendelea kumsifu Mungu zaidi kwa sababu ndicho kilituleta hapa. So may we pray. Exalted be your name, the most high Lord God in heaven. Thank you so much for your grace. Thank you for the Sabbath that you made, blessed it and gave it unto us that we can worship you in it. Thank you for each and every one of us who got an opportunity to come and worship you here today. Thank you for you've been with us and you've accepted our worship. Continue leading us, even the subsequent programs, for the glorification of your name. It's our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Asante sana kwa kipindi ambacho kimepita ya utumbuizi, na mbinguni itakuwa ni hivyo. Mbinguni itakuwa ni hivyo, makambi ni ya furaha, na hatuna budi kumshukuru Mungu. Hatuna budi kumshukuru Mungu kwa sababu mbinguni tutafurahi hivi. So nawalikeni wote katika ibada ya siku ya leo, katika makambi haya. Bado kuna mengi murwa ambayo tutakuwa nayo,
Na kabla hiyo niruhusu tu niombe niingie katika matangazo. Mfalme wa ajabu, tunapoingia kipindi hiki cha matangazo, uwepo wako ututawale na utuzingire na damu yako hata tamati, na kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amina. Basi nataka niseme kwamba leo tunatamatisha makambi ya mwaka huu wa 25 mahali hapa Ngararo, na mkono wa Mungu umekuwa pamoja nasi. Tumejumuika katika furaha na hatuna budi kumshukuru katika mambo hayo. Kwa hivyo tunapotamatisha makambi haya, upeo wake utakuwa ni ubatizo. Tutakuwa na ubatizo wa wale ambao Mungu amewaita katika zizi lake. Tutakuwa na ubatizo baadaye. Baada ya mahubiri tutakuwa na ubatizo. Pia katika hali kama hiyo, makambi bado inaendelea mpaka jioni. Tuko na wageni mpaka jioni. Kuna vipindi kadha wa kadha ambavyo vitaendelea mpaka jioni. Na pia yetu ya nyumbani Ereko waendelea kutawanyika because wao pia wanaanza makambi. Ereko watawanyike kwenda the other side, na ni dakika 5 tu mahubiri. Nikimaliza basi aidha mahubiri yataanza. Na wenu ndio yule ameenda, mumfuate haraka haraka na mtamatishe kwa haraka, kwa sababu kesho pia nyinyi mnaanza makambi yenu. Kesho wanakamati wa Ngararo Church Board and whatever tutakuwa hapa kwa minajili ya kufanya makadirio ya mwisho na kuaga wageni wanaporejea makwao. Asante. Okay, alafu Ereko ambayo ni moja wetu wa Ngararo, nao wanaanza makambi yao wiki kesho, kuanzia kesho, sio wiki kesho, kuanzia kesho. Kwa hivyo tutajumuika nao kama wana Ngararo walijumuika nasi, pia nasi tutajumuika nao kwa sababu ni wetu pia. Alafu tarehe 23 kuna district ambayo inaitwa Mara District upande ule wa Lorgorian Station, ambayo station hii watakuwa inaugurated, yani wataapishwa rasmi ama watafunguliwa rasmi kuwa kama kanisa, na wametualika kuhudhuria pamoja nao. Alafu pia tarehe hiyo tutakuwa na 150 years celebration ya kanisa letu ambalo litakuwa maeneo yale ya Rio Kindu Dispensary. Kwa hivyo wote tumealikwa kuhudhuria celebration hiyo, yani ibada sherehe hiyo ya miaka 100 tangu injili ingie Kenya. So pamoja na hayo ni kwamba nataka tu nichukue fursa hii nimwalike Eldojuka aje hapa kwa haraka ili atusomee ripoti ya makambi mwaka hii kwa ujumla, na hasa yale ambayo inahusu ripoti ya kifedha. Kwa hivyo ungekuja haraka kwa sababu nimemaliza tu matangazo yangu, na tarehe 24 tutakuwa na reports pia. Wale wanaoandaa reports, that is next Sabbath Sunday, ripoti zenu mujiandae. So sina mengi, nafikiri Ojuka ameendelea kukimbia hapa aje kutusomea ripoti. Okay. Thank you so much Ojuka, harakisha.
moyo wangu ukajae furaha na tuma. Imba kwa nguvu. Namshukuru sana Bwana aniwezesha huku salama, niongoza salama, aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani mbali kwake, akatoa damu yake nipone hatari. Kweli mimi mwe mkubwa, kweli mimi mwewa mkubwa wa neema daima, wema wako unifunge zaidi kwako Bwana, ili nisivutwe tena kukuacha emponya, nitwalie moyo wangu uwe wako kamili, nitwalie moyo wangu uwe wako kamili. Amen. Okay, nafikiri wacha nitamatishe kipindi cha matangazo kwa maombi, halafu wanaereko wakiendelea kuja ili wale wanaoingia kwa ibada waendelee kuingia. Asante Mfalme kwa sababu umekuwa nasi katika ibada hii ya matangazo, na tunashukuru uendelee kututawala na kutumiliki hata siku hii ya leo, na utushikie hali yoyote ambayo yatafaruku mwovu anaweza kuleta katika anga na katika hali yoyote. Hata tamati ya vipindi hii ya siku ya leo tutashukuru na uhimidiwe milele. Asante Mfalme kwa sababu utakuwa nasi, na ni kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Pathfinders wanaingia sasa, tunaingia katika huduma kuu. Tuendelee kubarikiwa.
Pathfinder wanapoendelea kuingia hivyo kwa utaratibu, nipende kuwakumbusha kwamba vipindi vyetu viko online katika channel ya Inuka Records. Ukiingia YouTube, na itapendeza sana ikiwa unaangalia utazame, lakini pia usubscribe kwa channel ya Inuka Records. Asante sana. Ni tabia ndio tulipata. Asante Pathfinder, kiendelea kujipanga hivyo. Hii tabia kama hii ndio tulikataa wazazi, nitawafunzia watoto wenu mpaka mkasiriki. Tabia kama hii usianze kuachia eti walimu deacons and deaconesses. Ikiwa sisi ndio mtaachie eti deacons and deaconesses, tutawafundisha vile inafaa kuwa. Basi haya, tutawaonesha na tuwanyooshe kweli kweli. Asante. Thank you. Aibu kubwa sana mzazi umeketi mtoto wako anasumbua congregation. Asante sana. Thank you. Tuko live, niendelea kuwakumbusha katika channel ya Inuka Records. Wale wenye mko na YouTube, ukiingia hapo usitazame tu bure ama usishare hiyo link kwenda kwa watoto wako wenye hawako hapa bila kusubscribe kwa hiyo channel ya Inuka. Ubarikiwe sana kwa sababu utafanya vivyo. Nitembee nawe Mungu alivyotembea Enoch, mkono wa ushike unene nami kwa pole, ingawa njia sioni, Yesu nitembee nawe. Ikiwa ni ombi lako, wakiendelea kujipanga hivi, tuimbe kwa nguvu. Siwezi tembea pekee, pana dhoruba mbinguni, mitego ya miguu elfu, adui wengi ufichwa, uitulize bahari, Yesu nitembea nao. Siwezi tembea pekee, pana dhoruba mbinguni, mitego ya miguu elfu, adui wengi hufichwa, uitulize bahari, Yesu nitembee na. Ukinishika mkono, ukinishika mkono, anasa kwangu, asara kwangu, nitasafiri, tautwika amsa, hata mji wa Sayuni, hata mji wa Sayuni, Yesu nitembee nawe. Sasa Pathfinder wanaweza kuingia sasa.
Naomba wote tusimame juu. Brett, present your arms. Our adventurous song. Oh, we all take part. We are adventurous. At home and school and play, we are adventurous. We learning every day to be honest, kind and true, to be like Jesus, true and true. We are adventurous. Red drop. Karabatis, church stand up, march forward and raise the frog. But present your arms. Our Pathfinder song. Oh, we are the Pathfinder strong, the servants of God as we, faithful as we march along in kindness and purity. A message to tell to the world, a truth that will set us free. King Jesus the Savior is coming back for you and me. Does your arms bread? Karabatis in Church of Kenya, march forward and raise the flag. Bread presents our national anthem, first one in English. Oh God of all creation, praise thee, our land and nation. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace and liberty. Plenty be found within our borders. Congregation, mnaweza kaa sasa. Tunaenda kupiga salute ya mwisho. Tafadhali ningeomba wale wa speakers wangesimama hapa, kisha watoto watoe heshima yao ya mwisho tukitoka. Tulaini hapa na master guys. Tutaanza na line 1 kisha tukienda hivi. So line 1 tunaanza na nyinyi tukipita hivi, tukifuata line 2 tukitoka. Tafadhali tufanye haraka kidogo. Red forward marching. Long steps, long steps. Tuende line ya pili. Long steps, long steps. One, two, check. Check. Done.
Long steps, long steps. Break. One line formation, one line formation, left up. Long steps. Right to name. Long steps, twende.
wana na binti za mfalme na wasalimu hamjambo. Hebu inue mkono ikiwa uko hapa. Asante. Nimesimama mbele yenu kwa sababu ya kuwaletea ripoti ya 2024-2025, ripoti ya mwaka huu, na tuna saba schools 8, lakini ripoti ambayo niko nayo ni ya saba schools 4. Kwa hivyo mtaniruhusu nisome ile ambayo nimepewa ya hizo saba schools 4. Nina saba school ya Ngararo, Oloilalei, Kimasek na Nendegenyu 1. Na nitasoma tu summary kwa sababu ya muda, kwa hivyo mtaniruhusu nifanye hivyo. Kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 8 mwaka huu, zaka ya Ngararo ilikuwa ni 280,965. Hiyo ni zaka. Kisha combined offering ya Ngararo ni shilingi 21,615. Kisha camp offering yenye wamekusanya kufikia sasa kanisa hili la Ngararo ni 13,835. 13,835. Kisha sadaka ya shukurani ya Ngararo ni 15,035. 15,035. Jumla ya pesa zote ambazo Ngararo wamekusanya ni shilingi 331,700. 331,700 kwa mwaka huo. Saba skuli ya Oloilalei imekusanya zaka ya 162,980. 162,980. Kisha combined offering ni 12,845. 12,845. Kisha camp, sadaka ya kambi ni 12,860. 12,860. Sadaka ya shukurani ni 15,000 na shilingi 90. Kisha jumla ya pesa ambazo Oloilalei wamekusanya kwa mwaka huo ni shilingi 203,775. Hiyo ni Oloilalei, 203,775. Nendegenyu 1 zaka ambao wamekusanya ni shilingi 48,142. Kisha combined ni shilingi 2,750. Sadaka ya combined ni 1,668. Kisha sadaka ya makambi ni 2,750. Shukurani ni shilingi 1,660. Jumla ya pesa ambazo wamekusanya kama saba skuli ya Nendegenyu 1 ni shilingi 54,240. 54,200 na shilingi 40. Kisha saba skuli ya Kimasek zaka yao ni shilingi 49,160. 49,160. Kisha combined ambao wamekusanya ni shilingi 2,910. 2,910. Ya kambi ni shilingi 8,190. Hiyo ni kambi. Jumla ya pesa ambazo Kimasek wamekusanya kwa mwaka huo mzima ni shilingi 60,260. Jumla ya pesa hizo ambazo zimekusanywa na masaba school aya 8 ni kama ifuatavyo. Zaka yao yote ni shilingi 541,247. 541,247. Hiyo ni tithe. Kisha combined offering ni 39,038. Hiyo ni ya mwaka mzima kwa hayo matawi 8. Kisha camp offering ambao wamekusanya ni shilingi 37,635. Hiyo ni sadaka ya kambi, shilingi 37,635. Kisha sadaka ya shukurani ni 31,805 kwa mwaka huo mzima.
Jumla ya pesa hizo zote ni 649,725. Kwa hivyo hiyo ndio ripoti ambayo tuko nayo kwa matawi yetu. Kuna matawi mengine hayakulete, lakini kwa yale yamelete, jumla ya pesa ambazo wamekusanya mwaka huu ni 649,725, na huo ndio mwisho wa ripoti fupi ya mwaka wa 2024 2025. Mnasemaje? Thank you. Sauti ya upole, msafiri fuata. Tuendelee kusimama. Naongoza nyumbani, msifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia sifuni Baba, Mwana naye Roho. Amen. Tunakushukuru Mungu wetu uishie juu mbinguni, maana ni wakati wa kipekee mfalme, ambao tunataka kuruhusu mbingu kuweza kunena na watoto wako. Tutumie tu kama vyombo vyako, na neno hili liweze kuwafikia wote mfalme, jinsi ulivyotufia msalabani. Na hilo ndilo ombi letu kupitia kwa jina kuu la mwanako Yesu Kristo tumeomba kwa kuamini. Amen. Basi wapenzi katika Kristo, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena? Kusema kweli leo inaonekana ndio mwanzo wa makambi. Sijui wageni wetu mtaturuhusu tuendelee juma hili tena. Wangapi wanakubali makambi yaanze upya leo? So unaona wengi wamekubali. Kwa hivyo wageni, tulieni, msiwe na haraka. Bado tuko na chakula kingi cha kutosha, na tutaendelea kuchapa kasi ya Mungu kwa wiki nyingine. Kabla sijawakaribisha, kuna kitabu jana ilinunuliwa kwa niaba ya kanisa, na hatukulipa fedha zote, tulilipa nusu. Wanangararo, mnasemaje? Kitabu kirudi ama kitabu kibaki? Kibaki. Wagapi wanasema ibaki? Kitabu ibaki. Inua mkono tu kama unasema kitabu ibaki. So tuko na deni ya shilingi 2,500 ili kitabu kiwe chetu. Kwa hivyo nawaomba ya kwamba tuweze kuchanga, kila mtu achange kidogo kidogo, hiyo kitabu isiende. Si tumekubaliana? Sasa muniruhusu niwakaribishe. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu, amekuwa mkarimu kwetu. Ametuongoza katika makambi ya mwaka huu. Tumemaliza salama. Hatujapata shida yoyote. Hatujakuwa na magonjwa. Ingawa mimi mwenyewe ni mgonjwa, lakini nashukuru Mungu kwamba wengine wote tuko waheri wa afya. Kwa hivyo ningependa kuona kwa mikono Ngararo Camp Center. Ngararo Camp Center, wainue mikono juu. Wageni mnasemaje? Kwa hivyo Ngararo karibuni. Elda simama na utume salamu za Ngararo Camp Center.
Amen. Amen. Asante. Chairman wa makambi yuko wapi? Chairman wa makambi ako wapi? Chairman wa makambi nimemuona, ndio huyo. Tuma salamu zako. Au wamepokea. Twende Ereko Camp Center. Ereko Camp Center, inueni mikono juu. Mnasemaje wanangararo? Unajua wamekuja, wameleta maua. Kesho ndio makambi yao yanaanza. Kwa hivyo Ngararo mko na deni. Wanangararo mnawaambiaje wana Ereko? Karibuni. Kwa hivyo elder wa Ereko, simama na utume salamu. Asante. Kwa hivyo Ngararo, kesho mnahitajika mwende kule juu ili kulipa deni ambayo mumewekwa. Si muliwaona katikati ya wiki wamekuwa pamoja nasi. Kuna kwaya ambayo imekuwa guest choir hapa, wanaitwa Inuka, na wamefanya kazi nzuri. Wamepeperusha makambi ya Ngararo katika YouTube, na jana tulipokea salamu kutoka Mombasa. Wala ambao wanatuangalia, wako wapi hawa wanakwaya? Wasimame wote. Wanaposimama wala ambao wamejiunga na wao leo wakuje mbele. Wala ambao mmejiunga na kwaya hiyo leo mkuje mbele. Wanangararo mnawaambiaje kwaya? Karibu, tena karibu siku zingine. So hawa wawili ambao wamekuja leo nitawaruhusu watume salamu zao kwa niaba ya kwaya. Na mjue mmekosa mengi. Wanangararo, habari zenu? Happy Sabbath. Happy day. Nimefurahia kufika huu upande wa Masaini ambao sijaifika. Kuna mama anaitwa Jane aliwahi hubiri hapa, ambaye ni msimamizi wa Women Ministry. Aliniambia nilete salamu kwa mama wote. Wamama mpo? Alisema atatembea siku nyingine. Nashukuru sana, hatukuwa hapa karibu, tulikuwa tumesafiri, hata nimesafiri usiku nikafika saa 8, lakini nikasema lazima nifike leo. Asante sana. Ana majina? Jina naitwa Azenath Manasi. Asante. God is good. All the time. And all the time. God is good and that is nature. Wow. Kwa majina naitwa Bosibori Atuma. Pia mimi ni mwimbaji wa Inuka Family. Tumefurahia kushiriki na nyinyi leo. Na tumependa sana tukikuja, tumeona nature mingi. Naona watoto wetu walikuja hapa mapema, sura zimekuwa nzuri sana. Sijui mmewapea nini leo, kwa weusi sana. Tutajua mahubiri yakiisha. Asante. Hiyo ni siri ya Ngararo. Hatutakuambia. Kwaya sote sikiwemo Sangararo simameni. Kwaya sote kwa sababu wamehudumu katika wiki hii na wamefanya makambi yamekuwa nzuri. Kanisa mnawaambiaje? Hata Ereko kwaya sijaona wakisimama. Wako wamesimama. Kwa hivyo mnawaambiaje? Karibu. Na mumekaribishwa Ereko kesho. Sasa tukija hapa mbele, tuko na fundi wa mitambo ambaye amekuwa akitushughulikia ili tusikose, sauti isikosekane. The Lord is good all the time. And all the time. God is good. Mbarikiwa sana. Tukisonga tuko na muimbishaji wetu. Happy day. Vile vile tuko na yule ambaye ametusomea ripoti tu saa hii, Eldo Juka. Wana na binti za mfalme na wasalimu wa mjambo. Hatujambo. Salamu za Musiro nilipokuwa makambi walisema ni wape wangapi wanapokea. Amen. Barikiwe sana. Samani nimeruka kidogo. Kiongozi wa publishing ambaye ametumwa hapa atume salamu mahali popote alipo. Ako wapi? Ndio huyo. Happy day. Happy day.
Kiongozi ya watoto, mwalimu wa watoto. All the time. God is good. Pia kuna mama ambaye alitumwa kwa niaba ya wajane. Siku zote. Bwana yu mwema. Amen. Asante. Tukisonga kidogo tuko na Pastor Jonathan. Hiyo jina lingine limesahau lakini ni Jonathan, naye atatupungia mkono ama atatusalimu. Ambao tumekombolewa na damu ya mwana kondoo hewani na wasalimu. The Lord is good. All the time. And all the time. The Lord is good. God bless you. Pia tuko na yule ambaye amekuwa mgeni wetu wa pili. Anaitwa Daktari. Daktari Mwalimu Koshoge. Oh, nimeruka tena. Lakini kuja tu nitampea nafasi yake. Wanaopendwa na Kristo, ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hatujambo. Tuna jambo Yesu yuaja. Hamjambo tena? Tuna jambo Yesu yuaja. Nashukuru Mungu akaze kubariki. Koshoke Doctor is my name from Osindi SDA Church, Shartoka Station, Ramosha B District ambayo inaitwa Supuko District. Mungu awabariki. Asante. Kuna yule nimemruka na sio bure, ni mtu ambaye anafurahi sana na anaitwa Furaha Joshua. Wangapi wanamkaribisha tusalimu? Nashukuru kwa nafasi ambayo nimepewa. Kwa majina naitwa Furaha Joshua. Natoka kanisa la Central pale Loligoriani. Naona mrembo wangu amefika hapa, msichana wa kwanza ambaye anaitwa Esther. Naomba atoe salamu kwa niaba yangu. Esther. Nashukuru. Basi tuko na mgeni kutoka ofisi yetu ya Sekef ambaye atasimama atusalimu na atuletee mazuri kutoka Sekef. Najua tukiona mama ama baba amefika, watoto tunafanya nini? Tunafurahi. Kwa hivyo Pastor Kikwae, karibu. The Lord is good. And all the time. Nimefurahi sana. Kumbe katika field ya Masai ambao nakuja hivi karibuni, I was told ya kwamba 2026 field ya Masai itakuja. Amen. Wangapi wako tayari kupokea hiyo field? Naona hii kabisa imetosha. Ngararo is one of our big camps ambao nategemea kama hiyo field na yokuja. Nimepita hapa several times. Nikaona mkiendelea na ibada. Nikasema ya kwamba sitaingia katikati, nije leo. Wanasema the icing on the cake. Wakati chakula imekuliwa yote, imekuwa nzuri, imekula nyama, umekula mandazi, wala ambao wanafanya sherehe, ni nini nakuja mwisho? Ni nini nakuja mwisho? Ni keki. Nataka nishukuru wanenaji wa makambi. God bless you. The whole week. Wakati mwingine tunaambiwa historia ya kwamba wanenaji wengine wanaenda makambi. Nahubiri kuanzia Sunday kufika Thursday, anasema mahubiri yake yameisha. Anataka kufunga virago Friday aende. Lakini hawa si wameendelea vizuri? Si hawajasema mahubiri yameisha? Niko na salamu kutoka kwa viongozi kutoka kwa field yetu South East Kenya Field. Pastor Wandabu ni mwenyekiti wetu, amenipa salamu pamoja na treasurer wetu. Wangapi anapokea salamu hizo? Asante sana. Nilichelewa kidogo na kuanga na mguu ingine ya tatu. Hizo na kuamka asubuhi nikakataa kutembea. Nimejaribu kupembeleza kaamua kuacha. So ndio maana nimechelewa. Pastor na ICI, asante sana. Your team. Alikuwa anaitwa Frasiko. Mbadilisha naitwa sasa Joshua. Ndio huyo. Oh, anaitwa Joshua Siko. Siku sasa najuanga Siko. Hawa ni watu wa Lorgorian. Katika hii wiki iliyopita nimetembea kam meetings nyingi, nimekuwa Moita, nimekuwa Masurura,
nimekuwa Ang'ata, nimekuwa Lolgorian Main, nimekuwa kule naitwa Ngos, Losinon. Hizo sehemu zote ambayo nimepitia amenipa salamu. Pamoja na salamu za familia yangu. Hamjambo tena. Basi nawatakia usikizi mwema. God bless you. Asante. Yule aliyesalia atatupungia mkono ili wakati wake ukifika atuletee neno la Mungu. Asante, karibu. After all are said and done, tuende katika kitabu ambacho kilikuwa fungu kuu ya makambi, Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo 24, mstari wake ni wa 14. Na huenda sitapata nafasi nyingine baadaye kuwasalimu. Pokea salamu from Pastor Joseph Risasi, my pastor, na family members, pamoja na watumishi wa Mungu, ndugu zangu ambao walikuwa Kilena, wengine wako Limeshuki, wengine wako Lesentu, na wengine wametumwa sehemu za ghorofa pamoja na sangu. Basi tuende kwa pamoja. Mnasipokea kwanza? Mnasipokea salamu hizo zote? Kitabu cha Mathayo 24, mstari wake ni wa 14. Biblia imeandikwa, tena habari njema ya wokovu itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Ndarudia tena. Tena habari njema ya wokovu, ndarudia tena. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Fungu litafafanuliwa baadaye. Asante. Kwa kusindikiza maandiko matakatifu, tutasimama wote na wimbo namba 160 chini ya uongozi wa waimbishaji. Karibuni. Basi tunyanyuke wote for the theme song, Watakatifu Kesheni. Watakatifu kesheni, nguvu za mbingu za gonga, washeni taa tayari kwa kurudi kwake Bwana yu aja. Yesu mfalme yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini, karibu Yesu uje. Piga mbiu utangazeni habari ya ukombozi, ya mponya wa upendo, nayo nguvu ya samaha yu aja. Yesu mfalme yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini, karibu Yesu uje. Falme nyingi za angushwa, panda ya saba hulia, tangaza neema yake kabla ya kupita saa yu aja. Yesu mfalme yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini, karibu Yesu uje.
kupotea nchi za uchungu. Kristo anaharakisha, unabii unatimizwa, yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini, karibu Yesu uje. Wenye dhambi njoni sasa, Kristo awapatanisha. Wenye dhambi njoni sasa, Kristo awapatanisha. Kitambo muda waisha, yu aja Yesu mfalme, yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini, karibu Yesu uje. Mungu wetu, ili kusanyiko ambalo linaitwa watoto wako, sote tumekuja ili tuweze kutafuta uso wako. Tunaomba Mungu, mnenaji atakapokuwa anaenda kunena na watoto wako, umtumie kama chombo dhaifu, na yote yatakayotoka kinywani mwake liwe kaa linalowaka, ndiposa zaidi ya yote tukitoka hapa sote tuweze kusema kwamba tumekuwa washindi zaidi ya washindi kuhusiana na pambano kuu tunaloendelea hapa duniani. Tuongoze, na ni katika jina lako tumeomba tukuamini, na kila mmoja sema amen. Amen. Ni wakati wa kumshukuru Mungu kwa njia ya sadaka, na leo tutatoa sadaka mara 4. Tutatoa sadaka mara 4. Ya kwanza ni camp expense, ya pili ni thanks offerings, ya tatu ni saka na sadaka, alafu ya 4 ni sadaka ya watoto. Kwa hivyo mashamanzi, simameni mupite haraka haraka. Mkimaliza kutoa sadaka ya kwanza, mnasileta hapa, mnarudi ya pili mpaka ya mwisho. Wakati huo sadaka inapokusanywa, tutaalika kwaya ya Ereko Church Choir waje mbele na wimbo moja, kisha wakimaliza kuna kwaya nyingine itafuata hadi sadaka zitakapoisha. Hebu na tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, tunapokuja mbele zako kukushukuru kwa njia ya saka na sadaka, twaomba ya kwamba utubariki kulingana na mapenzi yako. Endelea kuwa pamoja nasi na usungumze nasi kwa njia zote. Ndilo ombi na tumaini ifike ulipo, ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Mashamanzi wa kike na wa kiume kutoka Ngararo na Ereko, mtasunguka huko ndani haraka haraka. Ereko Church Choir. Ukiendelea kuja, tunaweza endelea kuimba nambari 9. Mbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo
shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Tuwape nafasi wakimaliza, wakikaribia kumaliza, maana bado sadaka zitakuwa zinaendelea kutolewa. Kwaya nyingine ambayo inayotoka Camp Center ya Ereko ni gani? Tumaini mtakuja baada ya hao. Mungu kwetu sisi ni kimbilio, msaada wakati wa mateso. Hatutaogopa hata dhoruba zivume, kwake tu salama, hatubanduki himayani mwake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio, msaada wakati wa mateso. Hatutaogopa hata dhoruba zivume, kwake tu salama, hatubanduki himayani mwake. Enyi watu wote pigeni makofi, mshangilie Bwana maana yeye yu mwema. Mwimbieni Bwana nyimbo za sifa, ametukuka milele na milele. Enyi watu wote pigeni makofi, mshangilie Bwana maana yeye yu mwema. Mwimbieni Bwana nyimbo za sifa, ametukuka milele na milele. Wana watesi wangu ni wengi, wanaonishambulia. Wanasema kweli, sina wokovu kwako Bwana. Mimi nakutegemea siku zote, Mungu wa wokovu wangu. Wana watesi wangu ni wengi, wanaonishambulia. Wanasema kweli, sina wokovu kwako Bwana. Mimi nakutegemea siku zote, Mungu wa wokovu wangu. Enyi watu wote pigeni makofi, mshangilie Bwana maana yeye yu mwema. Mwimbieni Bwana nyimbo za sifa, ametukuka milele na milele. Enyi watu wote pigeni makofi, mshangilie Bwana maana yeye yu mwema. Mwimbieni Bwana nyimbo za sifa, ametukuka milele na milele. Enyi watu wote pigeni makofi, mshangilie Bwana maana yeye yu mwema. Mwimbieni Bwana nyimbo za sifa, ametukuka milele na milele. Enyi watu wote pigeni makofi, mshangilie Bwana maana yeye yu mwema. Mwimbieni Bwana nyimbo za sifa, ametukuka milele na milele. Enyi watu wote pigeni makofi, mshangilie Bwana maana yeye yu mwema. Mwimbieni Bwana nyimbo za sifa, ametukuka milele na milele. Enyi watu wote pigeni makofi, mshangilie Bwana maana yeye yu mwema. Mwimbieni Bwana nyimbo za sifa, ametukuka milele na milele. Amina, amina. Asante. Wakati Wanatumaini wanaweka wimbo wao, ningependa kuwapa nambari ya simu for those who live with money. Tawapatia namba ya simu hapa. Namba ya simu 0726 47
6294 0726476294. Ikiwa wale ambao wanatufuatilia kutoka Gulf and those who are from the Northern Mountains, pay bill ya field yetu 247247, account number 528697, 528697. Ni muhimu sana, alafu uweze kusupport kazi ya Mungu. Nadhani hapo wenye mko mtandaoni itawekwa hapo chini 247247 528697 kama account number, utaweza kusupport kazi ya Bwana. Barikiwe sana. Karibu. Nena nami Bwana kama zamani, ulivyosema wakati wa kale, mambo yakabadilika, miujiza katendeka, ulivyonena Bwana, watu wako wakapona. Wewe Baba mwenye nguvu na mamlaka, nena tuwe huru. Nena nami Bwana kama zamani, ulivyosema wakati wa kale, mambo yakabadilika, miujiza katendeka, ulivyonena Bwana, watu wako wakapona. Wewe Baba mwenye nguvu na mamlaka, nena tuwe huru. Nani kama wewe? Hakuna Bwana, uwezo wote wako. Taka neno moja tu Bwana, nasi tutapona. Nani kama wewe? Hakuna Bwana, uwezo wote wako. Taka neno moja tu Bwana, nasi tutapona. Imba tena sifa zake Mwokozi, fadhili zake za milele, Mungu wetu Ebeneza. Ibrahimu, Elia, Musa, wana Israeli wote washuhudia. Nawe leo umwambie, atasema neno utapona. Imba tena sifa zake Mwokozi, fadhili zake za milele, Mungu wetu Ebeneza. Ibrahimu, Elia, Musa, wana Israeli wote washuhudia. Nawe leo umwambie, atasema neno utapona. Nani kama wewe? Hakuna Bwana, uwezo wote wako. Taka neno moja tu Bwana, nasi tutapona. Nani kama wewe? Hakuna Bwana, uwezo wote wako. Taka neno moja tu Bwana, nasi tutapona. Nani kama wewe? Hakuna Bwana, uwezo wote wako. Taka neno moja tu Bwana, nasi tutapona.
Basi tunaendelea na sadaka zetu. Wameanza sadaka ya pili, tunaita gospel bearers. Today we're going to consider zile kwaya zenye zinatoka camp center ya nje kuliko hapa. Basi wana gospel bearers, karibu kwa wimbo mmoja tukiendelea na sadaka zetu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Mbajie mfalme vitu vyote vyako, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Kwa wale wenye wanatumia envelopes, hata mnaweza andika hapo tu, unaweza gawa hapo, ndio itatusaidia sana na itaokoa muda. Maana hapo imeandika tithe, imeandika combined offering, imeandika camp meeting offering, imeandika hapo zote hapo, thanksgiving offering unaweza andika hapo. Unaongeza tu hapo, ni jina tu unaandika, na uandike jina la kanisa lako, kisha ugawe pesa za Mungu vile utahitaji. Asante, tuwape nafasi. Dunia ni sio kwetu, tuwasafiri twapita, tufike mbinguni, makao mazuri alikotuandalia. Na moyo wangu watamani sana mji huo unaometameta ajabu, na moyo wangu watamani sana mji huo uliopambwa ajabu. Dunia ni sio kwetu, tuwasafiri twapita, tufike mbinguni, makao mazuri alikotuandalia. Na moyo wangu watamani sana mji huo unaometameta ajabu, na moyo wangu watamani sana mji huo uliopambwa ajabu. Mwisho wa safari tutatua mizigo, naye Yesu atatukaribisha. Karibu wanangu, tutabadilishwa, hakika tutakuwa wenyeji. Mwisho wa safari tutatua mizigo, naye Yesu atatukaribisha. Karibu wanangu, tutabadilishwa, hakika tutakuwa wenyeji. Mbinguni ni mji wangu,
ajili yangu. Nimuone Yesu wangu, niguse mikono yake, nimuone Elia na wale wengine wa imani. Nitajitahidi sana nami nisikose pale. Mwisho wa safari tutatua mizigo, naye Yesu atatukaribisha. Karibu wanangu, tutabadilishwa, hakika tutakuwa wenyeji. Mwisho wa safari tutatua mizigo, naye Yesu atatukaribisha. Karibu wanangu, tutabadilishwa, hakika tutakuwa wenyeji. Mwisho wa safari tutatua mizigo, naye Yesu atatukaribisha. Karibu wanangu, tutabadilishwa, hakika tutakuwa wenyeji. Mwisho wa safari tutatua mizigo, naye Yesu atatukaribisha. Karibu wanangu, tutabadilishwa, hakika tutakuwa wenyeji. Hakika tutakuwa wenyeji. Thank you so much gospel bearers, Mungu awabariki kabisa. Tunaendelea na sadaka ya tatu, tumefika ya tatu ambayo ilikuwa ni sadaka ya ni tithe. Basi ni kwa ya gani ile tena inatoka mbali kidogo? Wote ni wenyeji, lakini ile yenye inatoka mbali kidogo, hata kama ni wenyeji wenye wamesafiri mbali, neema. Basi neema njoo, msifu Bwana. Yote namtolea Yesu, moyo wangu ni wake, nimevutwa na upendo, kwa hivyo najitoa. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako hushinda, Yesu natoa. Yote namtolea Yesu, na inamia kwake, nimeachana anasa kwako, Yesu nipoke. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako hushinda, Yesu natoa. I hope they're ready. Basi
Amina, amina. Hamna mvua. Hiyo ni imani ndogo sana. Tuwe na imani kubwa, tuinue imani yetu kabisa. Amen. Mungu atashikilia anga pale. Basi ibada inaendelea. Sawa. Basi sadaka ya 4 imetolewa. Tutasimama na wimbo ya sadaka. Ya basi mvua inapita, wakati inapita huwa inafanya hivyo. Inakuja hivi ikienda. Haya basi, guest choir for a special item. Ili mkimaliza tutaombea. Wasafiri utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata naongoza nyumbani. Kumbe haipo. Kumbe haikuwa. Basi wewe ndiwe rafiki, msaada karibu, tusiache shakani na tukiwa gizani. Naongoza nyumbani, siku zetu za kazi zikiwa zimekwisha, wala hatuna tamaa ila mbingu na asala, utupe kusikia sauti ya upole.
Basi njoo tuimbie hapa. Njoo tumwimbie Mungu hapa. Free na kaza mwendo. Haya, moyo wangu hautaki kukaa palipo shaka. Palipo shaka wengine wape inue juu kwa imani dunia. Bwana uniongoza kwa imani. Nasikia sauti juu, nataka niuone hata mbingu juu kuliko dunia. Bwana kwa nguvu. Our Father and our God, we want to thank you. Amen. Karibu. Ili ukimaliza hivi. Sasa ili ukimaliza hivi. Sasa mwenye jina jema, nyota yake haikupatikana. Jina jema, nyota yake haikupatikana mbinguni tena. Shetani ni mjana, ajua siku zake si nyingi. Tusipokesha na kuomba, ni rahisi sana kuanguka. Mwenye nguvu kupita fahamu zote, kwa uongozi wa zaidi ya washika yako. Amekuwepo tangu Edeni, makinika ila licha kwa uongozi wa Roho wake mioyoni mwetu. Mawazo ushindi ni hakika, hata kama tuna uweka yako. Amekuwepo tangu, mwenye nguvu kupita fahamu zote. Mawazo maovu yatatoweka, na mawazo maovu yatatoweka. Amekuwepo uongozi wa Roho wake mioyoni mwetu. Tutakuwa zaidi ya washindi. Basi tunashukuru Mungu kwa kipaji cha kutufanyia, ndio inakuwa. Kwa hivyo kwa wakati huu enzi yako zaidi sana, utubariki na zaidi sana tujitolee, tutoe mioyo yetu yenye kukubalika machoni pako. Mnenaji atakaposimama kuzungumza na watu wako, tunamkabidhi mikononi mwako. Hebu umtumie kulingana na mapenzi yako. Ndilo ombi na hamtaki? Wangapi wanasema pastor, karibu tuletee chakula cha kiroho? My sins away, happy, so happy today. Mchungaji Andrew Olesingo, mchungaji wa Kapune, kualika wote kwa pamoja kusema kwenye ibada ya kufunga makambi. Kabla sijaendelea sana, niliona acha tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, kwa Yesu Kristo tumeomba kwa kuamini. Amen. Leo hii ni habari njema. Nimesema
leo hii tutazungumzia Yesu Kristo. Ni tangazo Yesu Kristo anaporudi atamaliza kabisa kabisa. Na hiyo ndio habari njema. Hiyo ndio habari njema kwamba Yesu, shetani hautakuwepo tena. Shetani hatatawala tena. Na hiyo ndio sababu waimbaji waliimba wakasema shetani sile. Hiyo ndio habari njema. Na hiyo ndio kusudi letu kuwa hapa leo hii. Habari njema, na hiyo ndio sababu tuko hapa. The great controversy, ambapo hakuna mateso, hakuna shida, na hakuna kilio, na hakuna mtu. Wapenzi wa Bwana, naomba tusome kitabu kimoja hapa. Naomba tusome Danieli 2 mstari wa 44. Kuna kisa cha Danieli Nebukadneza na mfano wake. Tunaambiwa kwamba kwake ulikuwa ni mfano wa dhahabu. Na dhahabu wote tunajua kwamba dhahabu ina uwezo mkubwa. Na katika siku za wafalme hao, anasema na katika siku za wafalme hao wote waliotawala, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa. Amen. Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme. Ufalme huu hautaangamizwa milele. Milele. Wala watu wengine hawataachiwa enzi yake. Tunaambiwa kwamba hakuna utawala mwingine atakaye simama baada ya Mungu kuangamiza utawala wote wa dunia hii. Bali utafunja falme hizi zote vipande vipande. Tunaambiwa kwamba hata sifunja falme zote vipande vipande na kusiharibu. Na kusiharibu kabisa. Nao kwa hivyo hata shetani ataharibiwa. Nao utasimama milele na milele. Nao utasimama milele na milele. Ni ufalme wa ajabu. Hiyo ndio habari njema. Hiyo ndio habari njema wapenzi. Tunaambiwa kwamba Yesu Kristo yuacha. Nisomee kitabu cha Ufunuo 11 mstari wa 15. Tafadhali nisomee kitabu cha Ufunuo 11 mstari wake ni wa 15. Biblia inasema nini? 11:15 inasema, malaika wa 7 akapiga baragumu, pakawa na sauti kuu katika mbingu. Malaika siku hiyo malaika wa 7 atapiga baragumu na pakawa na sauti kuu katika mbingu. Na kule mbinguni kutakuwa na sauti kuu Yesu Kristo anaporejea. Sikisema ufalme wa dunia umekwisha. Ufalme wa dunia umekwisha. Kuwa ufalme wa Bwana wetu. Mbona tunasema ufalme wa dunia umekwisha? Yaani ufalme wa dunia una mateso. Ufalme wa dunia hauna haki. Ufalme wa dunia una upendeleo. Ufalme wa dunia ina ubaguzi. Ufalme wa dunia haukupendi wewe, haunipendi mimi. Ni ufalme ulio na ubaguzi, upendeleo. Ufalme unaonyanyasa wengine. Sasa Biblia inasema kwamba ufalme utakao simama ni ufalme wa namna gani? Kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake. Naye atamiliki hata milele na milele. Atamiliki milele na hata milele. Kitabu cha Matendo ya Mitume 1:11 inasema kwamba enyi wa Galilaya, mbona mwasimama mkitazama juu mbinguni? Yule Yesu aliyepandishwa kwenda mbinguni atarejea tena vivyo hivyo. Na Ufunuo 1:7 inasema na kila jicho litamuona. Kila jicho litafanya nini? Litamuona. Maana mkombozi wetu Yesu Kristo atarejea kutupeleka nyumbani, mahali tutapumzika milele sote. Mahali tutapumzika sote. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 16. Naomba msomaji unisomee na 17. Wathesalonike wa kwanza 4:16 na 17. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Pamoja na mwaliko. Akishuka atashuka pamoja na mwaliko mkubwa. Na sauti ya malaika mkuu itasikika. Yaani kurejea kwa Yesu Kristo tulianza kwa kusema yaani Yesu Kristo akirejea atakuja jinsi alivyopanda kwenda juu mbinguni, na akija kila jicho litamuona. Kwa hivyo kila mtu atamuona. Alafu ya tatu akasema kwamba
na parapanda ya yaani na parapanda atakuja ya na Mungu. jeshi kuu, itasikika, sauti itasikika. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Hata waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Maana ni habari njema. Hata kama walikufa bado wataishi. Wataishi tena. Maana Yesu Kristo atarejea na kuwafufua. Kisha sisi tulio hai, na kisha sisi tulio hai, tuliosalia ikiwa tutakuwa ndani ya Kristo Yesu, tutanyakuliwa pamoja nao. Tutanyakuliwa pamoja na wao katika mawingu. Katika mawingu tutamlaki Yesu Kristo hewani. Tutamlaki Yesu Kristo hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Amen. Hiyo ndio habari njema. Tutakuwa pamoja na Kristo milele. Niruhusu nitamatishe kwa kusoma kitabu hiki cha Ufunuo 21 mstari wa 2 na wa 3. Tafadhali nisomee. Naomba kutamatisha katika sehemu hiyo. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu. Yaani Yesu Kristo atashuka, nami yaona, anasema kwamba nami nitaona mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Hiyo ndio habari njema. Mbingu itashuka. Umewekwa tayari kama bibi harusi. Umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumeo. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi. Basi hapa ndipo kilele cha mambo yote ya Ukristo. Hapa ndipo kilele cha pambano kuu. Biblia inasema nini msomaji? Tazama maskani ya Mungu. Tazama maskani ya Mungu ii pamoja na wanadamu. Naye atafanya maskani yake pamoja nao. Naye atafanya maskani. Mungu ataishi pamoja na wanadamu. Nao watakuwa watu wake. Na watu wa Mungu watakuwa wa Mungu. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja na wanadamu. Kwa hivyo tutaishi na Mungu. Itakuwa ni siku ambayo tutaishi na Mungu milele na milele. Hiyo ndio ushindi ambayo tunatarajia. Hiyo ndio ushindi. Wanasema kwamba hapa atakuwa na magonjwa, hakuna atakayelalamika, hakuna atakayesema nimekuwa kisiwi. Yaani ushindi utaonekana. Na alisema kwamba hata kifo itaisha. Hakuna atakayekufa tena. Wote tutaishi milele. Na Isaya inasema hivi, Isaya 66 mstari wake ni wa 22 na 23, inasema itakuwa sabato hadi sabato. Watu wa Mungu wataishi pamoja. Some tafadhali. Isaya 66. Isaya 66. Fungu la 20 hadi 23. Soma sasa. Inasema nao watawaleta ndugu zenu. Anasema atawaleta ndugu zenu wote katika mataifa yote. Ataleta ndugu zetu wote katika taifa zote. Hapa atakuwa na Masai, hapa atakuwa na Mjaluo, hamna Mkisi, hamna Msungu, hamna Mwafrika. Atawakusanya wote ndugu zetu kwa pamoja kuwa sadaka kwa Bwana. Juu ya farasi na katika magari. Na katika machela na juu ya nyumbu. Na juu ya wanyama wepesi mpaka mlima wangu mtakatifu Yerusalemu. Akasema Bwana, kama Yerusalemu, asema Bwana, kama vile wana wa Israeli waletavyo sadaka yao nyumbani kwa Bwana katika chombo safi. 23. Sawa. 20 ngapi? 23. Na soma tafadhali. Ni 23. Na itakuwa mwezi mpya. Basi 23 inasema kwamba na itakuwa mwezi mpya. Hata mwezi mpya. Na sabato hata sabato. Eti sabato hata sabato. Kwa hivyo mbinguni tutasherehekea sabato. Wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Wanadamu wote, maana ushindi umepatikana, watakuja kuabudu mbele zangu. Wote watakuja. Wewe utakuja? Je, wewe utakuja? Huo ndio wito wangu. Wewe utakuja kuabudu pamoja na Mungu? Maana mimi nimeamua kwamba nitaabudu pamoja na Mungu. Siku Kristo atakaporejea mara ya pili, na itarajia sana ili nami nipate ushindi huo, niishi maisha ambao hakuna kilio, hakuna maombolezo, hakuna kifo tena. Hiyo ndio maisha ambayo natarajia mimi. Je, wewe nao unatarajia maisha kama hayo?
na ukitarajia maisha kama hayo, tafadhali nakuomba mahali popote ulipo simama. Kiwa una matarajio kama haya mahali popote ulipo, tafadhali simama. 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 Naomba wanakwaya tafadhali simameni hapa, wanainuka tunapoimba, watu wa Mungu wanapokuja. Tunaanza hivi. Tafadhali kama kuna wale watu ambao walijitolea leo hii kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao, wanakwaya wanapojipanga, tafadhali nawe njoo hapa tuombe pamoja. Na uje mbio tafadhali kwa sababu ya mvua. Mesema kama kuna wale waliojitolea kwamba leo hii wampokee Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo, na waalika mja hapa mbele. Tunataka kufanya maombi ya kipekee tunapotamatisha na kufunga makambi. Wanainuka tafadhali, njoo sifu Mungu kwa wimbo tunapowaita. Tafadhali njooni wale waliotoa nafsi yao kwa Kristo. Elato nganado rejo bi batisai tafadhali uwe tudugu ya rene yeye njendengo mono. Sande sana. Sande sana. Wanainuka napoingia. Ama walienda, au watu walienda, kuna watu ambao walijitolea kwamba watampokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo. Tafadhali mahali popote mlipo songeni hapa mbele. Kwa sababu ya hali ya anga, tafadhali songa hapa mbele ili tufanye maombi. Tafadhali songa hapa mbele ili tufanye maombi. Asante sana. Umeona mmoja. Asante. Umeona pia mama mwingine wamekuwa wawili. Tunashukuru Mungu sana. Umeona msichana wamekuwa watatu. Tafadhali kama kuna mwingine tafadhali njoo. So pastor nena mwapokee na wengine. Ya watu wa kubatiza tafadhali, tunaona watatu wameshaingia tayari. Tafadhali kama kuna wengine nataka kufanya maombi, na singependa kufanya maombi kama hauko hapa. Tafadhali nimeona wengine wamekuwa watatu, wanne, kama watano. Nashukuru Mungu sana kwa sababu hiyo, kwa kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Asante kwa kuitikia mwito. Naona karibu wanne. Kama kuna mmoja tafadhali. Kama kuna mmoja. Kama kuna mwingine tafadhali songa hapo mbele. Nataka kufanya maombi ya kipekee. Mpokee Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Naona watatu wanne. Jina la Bwana lishukuriwe kwa sababu hiyo. Kama kuna mwingine tafadhali njoo hapa. Kama kuna mwingine tafadhali njoo hapa. Leo ni siku yako. Na leo hii ndio siku ambaye Mungu amekuita. Na anasema njoo mwanangu umpokee Yesu Kristo kama. Asante sana. Asante sana mama kwa kumsaidia kumshikia mtoto. Kuna mwingine tafadhali kabla hatujafunga kwa kuomba. Njoo hapa. Leo ni siku yako. Ni siku ya kipekee. Ni siku ya kipekee kwa njoo mpokee Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Asante sana dada kwa kuitikia wito. Kiwa sijui kama kuna mwingine tafadhali. Njoo, ni siku ya kipekee kwako. Tunapotamatisha makambi haya leo hii iwe ni siku yako kuu. Tunapambana, tunajua kwamba tunapambana. Labda kuna mwingine anafikiria niende leo ama nisubiri. Asante, kama unaona leo ndio siku yako tafadhali njoo. Asante sana. Mungu awabariki. Asante sana. Jana nilisema pia kuna wale wanaohitaji maombi ya kipekee. Tafadhali njoo hapa katika mkono wangu wa kushoto tufanye maombi ya kipekee kwenu. Wanakwaya mtasimama mkumsifu Mungu, tutaombea mahali mlipo. Asante sana. Tafadhali kama kuna mtu mmoja na anaona kwamba leo hii ni siku kuu kwake na angependa kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake kwa njia ya ubatizo, ungana na wengine. Jina la Bwana libarikiwe kwa sababu hii. Asante sana. Asante sana. Kuna mwingine mmoja ambaye anaona kwamba leo hii ni siku kuu kwake na angependa kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Usije ukasita ukasema wacha kidogo na ngoja sijui nini. Tunatazamia Yesu Kristo atakuja hivi karibuni kutupeleka nyumbani. Na siku hiyo itakuwa ni siku kuu, na hiyo ndio habari njema. Asante sana. Ndani
Asante sana. Wale wote wanaohitaji maombi ya kipekee, tafadhali njoo katika mkono wangu wa kushoto hapa. Nakuomba njoo hapa. Pokea Yesu Kristo, nawe pia pokee maombi maalum. Hata ukiwa kule mbali, tafadhali songa tu. Tunatambatisha makambi haya. Hakuna siku nyingine tutahubiri katika makambi kama haya. Makambi mengine yatakao kuja yatakuwa tofauti. Kwa hivyo leo hii ni siku yako ya kutoa nafsi yako kwa Kristo Yesu. Asante sana kwa wale walioitikia wito. Mungu awabariki. Asante sana mchungaji. Sasa wengine watoto, songeni hapa karibu nami. Tutawafanyia maombi ya pekee. Songa hapa karibu nami, tutawafanyia maombi ya pekee. Asante sana. Asante sana. Mvua umepungua. Tafadhali nimesema wale wanaohitaji maombi ya kipekee njoo katika mkono wangu wa kushoto. Maombi ya kipekee, tafadhali njoo katika mkono wangu wa kushoto. Wewe ndio unajua mahitaji yako. Unajua mchungaji hawezi kuita hitaji lako, ile ambao unaona kwamba unahitaji. Ningependa pia pokee maombi kwa hitaji lako. Njoo katika mkono wangu wa kushoto. Asante pia kwa kuitikia wito huo. Amen. Asante kwa kuitikia wito huo. Una maombi, yani unahitaji katika ombi lako. Unahitaji. Mungu akubariki. Bariki kwa kuitikia wito huo. Asante sana. Nakusubiri ukiwa na ombi, ukiwa na hitaji la ombi, tafadhali songa katika mkono wangu wa kushoto. Tafadhali fanya hivyo. Asante kwa kufanya hivyo. Wewe peke yako ndio unajua hitaji lako. Kama hujabatizwa, tafadhali na ungependa kumpokea Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo, kuja katika mkono wangu wa kulia. Katika mkono wangu wa kulia. Asante sana. Asante sana. Wana mahitaji. Hatuwezi kuruhusu kila mtu aseme hitaji lake. Lakini hili bariki wageni wote waliohudhuria makambi haya mfalme. Bariki na hata wenyeji ambao wakati mwenye dhambi mmoja humkubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake na kuamua kurejea nyumbani. Namwona Yesu amekunjua mikono yake, aita kwa sauti ya upole, aita mwanangu, njoo, usiseme ni kesho, usipuuze wito wa Mungu. Tutaponaje tusipoyabadili maisha? Tutaponaje tunapoyapuuza maonyo? Tufanye matengenezo tuwe salama, tufanye matengenezo akija tuwe salama. Tutaponaje tusipoyabadili maisha? Tutaponaje tunapoyapuuza maonyo? Tufanye matengenezo akija tuwe salama, tufanye matengenezo akija tuwe salama.
umefunuliwa, yalo magumu kuwekwa wazi. Ufalme tulio nao ni wa mwisho wa Kristo, tumsujudu. Maana saa yake iko karibu. Kama ni kuhubiri, tumehubiriwa, unabii umefunuliwa, yalo magumu kuwekwa wazi. Ufalme tulio nao ni wa mwisho wa Kristo, tumsujudu. Maana saa yake iko karibu. Tutapandaje juu ya ponade zile maisha? Tutapandaje juu ya ponade za maonyo? Tufanye matengenezo, akija tuwe salama. Tufanye matengenezo, akija tuwe salama. Tutapandaje juu ya ponade zile maisha? Tutapandaje juu ya ponade za maonyo? Tufanye matengenezo, akija tuwe salama. Tufanye matengenezo, akija tuwe salama. Tutapandaje juu ya ponade zile maisha? Tutapandaje juu ya ponade za maonyo? Tufanye matengenezo, akija tuwe salama. Tufanye matengenezo, akija tuwe salama. Tutapandaje juu ya ponade zile maisha? Tutapandaje juu ya ponade za maonyo? Tufanye matengenezo, akija tuwe salama. Tufanye matengenezo, akija tuwe salama. Tutapandaje juu ya ponade zile maisha? Tutapandaje juu ya ponade za maonyo? Tufanye matengenezo, akija tuwe salama. Tufanye matengenezo, akija tuwe salama. Tutapandaje juu ya ponade zile maisha? Tutapandaje juu ya ponade za maonyo? Tufanye matengenezo, akija tuwe salama. Tufanye matengenezo, akija tuwe salama. Mnasemaje kuinuka? Ni siku ya furaha. Mkiangalia hapa mbele kuna umati wa wale ambao wameamua leo wamwaibishe shetani, na wameongezeka, wamekuwa watu 15. Kanisa mnasemaje? So nataka nichukue nafasi hii niwaambie ya kwamba wachukue nguo zao waje hapa, kwa sababu ubatizo inafanyika Moita na wako tayari wanataka kwenda mtoni. Kwa hivyo kimbieni mlete nguo, na kabla hamja kimbia wacha pastor amalize na maombi. Basi ningependa kualika wote tusimame tufunge kwa maombi. Wote tusimame tafadhali kwa heshima ya Mwenyezi Mungu. Wote tusimame kwa heshima ya Mwenyezi Mungu ili tufunge. Basi kwanza kabisa nawashukuru kwa kutoa maisha yenu kwa Kristo. Acha Mungu awatie nguvu katika safari hii. Najua safari tulikuwa tunasema pambano kuu. Na hii pambano kwa wale ambao tulikuwa hapa tulisema ni lazima tushinde. Amen. Tukisema vita tutafanya nini?
na leo tutaibisha shetani kwa kikundi hiki ambao wametoa nafsi zao kwa ajili ya kubatizwa. Hebu na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, Mungu unayetupenda, Mungu unayetujali, tazama tumesimama katika madhabahu haya. Asante maana mfalme, kikundi hiki wameamua leo hii kutangaza dhambi sawa hadharani, kwamba tumeachana na dhambi, tumeingia ndani ya Yesu Kristo, na wameamua kwamba leo hii watapokea ubatizo. Tunashukuru Mungu wetu maana utawabatiza kwa njia ya kipekee kupitia kwa Roho Mtakatifu. Wadhihirishe ndani ya maji kwako kwa njia ya kipekee. Kwa pamoja na wao, watie nguvu mfalme, ili watakapoanza maisha mapya na utatujibu kadri mapenzi yako yatakavyo. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina kuu la mwanako Yesu Kristo tumeomba kwa kuamini. Badilisha, wasaidie. Tafadhali kama una chairman wa makambi uje hapa, alafu kuna nguo ya mtoto wako iko hapa. Ndio. Mungu wetu ni Wakiwapo wenye haki 50 utawaharibu pamoja na wengi waovu. Wakiwapo 45, 30 au 20, Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao maovu? Je, wakiwapo wenye haki 50 utawaharibu pamoja na wengi waovu? Wakiwapo 45, 30 au 20, Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Ni nani awezaye kusimama kwa ujasiri mbele ya Mungu?
anene naye kama rafiki alivyonena Ibrahimu wakati alikuwa akiombea mji ule wa Sodoma na Gomora, dhambi zao zilipozidi. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Ni nani awezaye kusimama kwa ujasiri mbele ya Mungu? Anene naye kama rafiki alivyonena Ibrahimu wakati alikuwa akiombea mji ule wa Sodoma na Gomora, dhambi zao zilipozidi. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Halo, mvua imetufanyia vizuri. Wapi wale wageni wale walikuwa wanaenda machini? Wakuje hivi watangulia wapite kwenda hapa. Waenda. Wale wageni. Wale wageni watangulia hapa waende hivi. Na hao wageni wa kawaida wetu, mwana hao tulikuwa na hawa, tupita hapa hii mkono wa chini. Na wengine tupite vile tunachua kila siku. Alafu tuende lunch. Ereko, sisi wote ni watupite pande hii. Na wase wapite chini. Wageni wapite chini. Tuende tukule haraka turudi hapo. Bado ndio maneno yako. Sasa wakurugenzi ndio watafanya kazi ya kutosha. Naona mwingine amefika hapa, wacha tuambie tutaanzia wapi tukirudi. Tulisema Pathfinders tusiende lunch, tuende kule nyuma